Kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 26. Neno la Mungu linasema, Agripa akamwambia Paulo, "Unaruhusa kusema maneno yako?" Ndipo Paulo akanyoosha mkono wake akajitetea, "Najiona nafsi yangu kuwa na heri, Mfalme Agripa, kwa kuwa nitajitetea mbele yako leo katika mambo yale yote niliyoshitakiwa na Wayahudi, hasa kwa sababu wewe unajua sana desturi na maswali yote walionayo Wayahudi. Kwa sababu hiyo na kuomba unisikilize kwa uvumilivu, kwa maana Wayahudi wote wanajua maisha yangu tangu ujana, yaliyokuwa tangu mwanzo katika taifa langu huko Yerusalemu. Wakinijua sana tangu mwanzo, kama wakipenda kushuhudia ya kwamba nalikuwa Farisayo kwa kuifuata madhehebu ya dini yetu iliyo sahihi kabisa. Na sasa ninasimama hapa nihukumiwe kwa ajili ya tumaini la ahadi baba zetu waliopewa na Mungu, ambayo kabila zetu 12 wanataraji kuifikia, wakimwabudu Mungu kwa bidii mchana na usiku. Nami ninashitakiwa na Wayahudi kwa ajili ya tumaini hilo, Mfalme. Kwa nini limedhaniwa kwenu kuwa ni neno lisilosadikika, kwamba Mungu awafufua wafu? Kweli mimi mwenyewe naliona ndani ya nafsi yangu kwamba yanipasa kutenda mambo mengi yaliyopingamana na jina lake Yesu Mnazareti. Nami nikayafanya hayo Yerusalemu. Niliwafunga wengi miongoni mwa watakatifu ndani ya magereza, nikiisha kupewa amri na wakuu wa makuhani. Na walipouawa nalitoa idhini yangu, na mara nyingi katika masinagogi yote naliwaadhibu, nikawashurutisha kukufuru, nikawaonea hasira kama mwenye wazimu, nikawaudhi hata katika miji ya ugenini. Basi katika kazi hiyo nilipokuwa nikienda Dameski, mwenye mamlaka na maagizo ya wakuu wa makuhani, Mfalme, ndipo wakati wa adhuhuri njiani naliona nuru inatoka mbinguni ipitayo mwangaza wa jua, ikinimulika mimi na wale waliofuatana nami pande zote. Tukaanguka nchi sote. Nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, "Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Ni vigumu kwako kuupiga mateke mchokoo." Nami nikasema, "Wewe unani, Bwana?" Bwana akaniambia, "Mimi ni Yesu ambaye wewe unaniudhi. Lakini inuka, usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na wa mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako, nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao na kutuma kwao, uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi." Kwa hiyo, Mfalme Agripa, sikuyaasi yale maono ya mbinguni, bali kwanza niliwahubiri wale wa Dameski na Yerusalemu na katika nchi yote ya Uyahudi na watu wa mataifa, kwamba watubu na kumwelekea Mungu, wakiyatenda matendo yanayopatana na kutubu kwao. Kwa sababu ya hayo Wayahudi wakanikamata ndani ya hekalu, wakajaribu kuniua. Basi kwa kuwa nimeupata msaada utokao kwa Mungu, nimesimama hata leo hivi nikiwashuhudia wadogo kwa wakubwa, wala sisemi neno ila yale ambayo manabii na Musa waliyasema kwamba yatakuwa, ya kwamba Kristo hana budi kuteswa, na ya kwamba yeye kwanza kwa kufufuliwa katika wafu atatangaza habari za nuru kwa watu wake na kwa watu wa mataifa. Alipokuwa akijitetea hivi, Festo akasema kwa sauti kuu, "Paulo, una wazimu! Kusoma kwako kwingi kumekugeuza akili." Lakini Paulo akasema, "Sina wazimu, Festo mtukufu, bali nanena maneno ya kweli na ya akili kamili. Kwa maana mfalme anajua habari za mambo haya, nami naweza kusema naye kwa ujasiri, kwa sababu najua sana ya kuwa hapana neno moja katika hayo asilolijua, kwa maana jambo hilo halikutendeka pembeni. Mfalme Agripa, je, wawaamini manabii? Najua ya kuwa wawaamini." Agripa akamwambia Paulo, "Kwa maneno machache wadhani kunifanya mimi kuwa Mkristo?" Paulo akamjibu, "Namuomba Mungu kwamba ikiwa kwa machache au ikiwa kwa mengi, si wewe tu, ila na hao wote wanaonisikia leo wawe kama mimi, isipokuwa vifungo hivi." Mfalme na liwali na Bernike na wale walioketi pamoja nao wakasimama. Hata walipoondoka wakasemezana wakisema, "Mtu huyu hatendi neno linalostahili kifo wala kufungwa." Agripa akamwambia Festo, "Mtu huyo angeweza kufunguliwa kama asingelitaka rufani kwa Kaisari." Kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 27. Neno la Mungu linasema, "Basi ilipoamriwa tuabiri hata Italia, wakamtia Paulo na wafungwa wengine
katika mikono ya akida mmoja jina lake Yulio wa kikosi cha Augusto. Tukapanda katika merikebu ya Adramitio iliyokuwa tayari kusafiri mpaka miji ya pwani za Asia. Tukatweka, Aristarko Makedonia wa Thessalonike akiwa pamoja nasi. Siku ya pili tukawasili Sidoni. Yulio akamfadhili sana Paulo, akampa ruhusa kwenda kwa rafiki zake apate kutunzwa. Kutoka huko tukatweka, tukasafiri chini ya Kipro ili kuukinga upepo, kwa maana pepo zilikuwa za mbisho. Tulipopita bahari ya upande wa Kilikia na Pamfilia, tukafika Mira, mji wa Likia. Na huko yule akida akakuta merikebu ya Iskanderia tayari kusafiri kwenda Italia. Akatupandisha humo. Tukasafiri pole pole kwa muda wa siku nyingi. Tukafika mpaka Nido kwa shida. Na kwa sababu upepo ulikuwa kituzuia, tukapita chini ya Krete. Tukaikabili Salmone. Tukaipita kwa shida, pwani kwa pwani. Tukafika mahali paitwapo bandari nzuri. Karibu na hapo pana mji uitwao Lasea. Na wakati mwingi ulipokwisha kupita na safari ikiwa ina hatari sasa, kwa sababu siku za kufunga zilikuwa zimekwisha kupita, Paulo akawaonya, akawaambia, wanaume, naona kwamba safari hii itakuwa na madhara na hasara nyingi, si ya shehena na merikebu tu, ila ni ya maisha yetu pia. Lakini yule akida akawasikiliza nahodha na mwenye merikebu zaidi ya yale aliyoyasema Paulo. Na kwa sababu bandari ile ilikuwa haifai kukaa wakati wa baridi, wengi wao wakatoa shauri la kutweka kutoka huko ili wapate kufika Foinike, kama ikiwezekana, na kukaa huko wakati wa baridi. Nayo ni bandari ya Krete, inaelekea kaskazini mashariki na kusini mashariki. Na upepo wa kusi ulipoanza kuvuma kidogo, walidhani ya kuwa wamepata waliowazimu kupata. Wakang'oa nanga, wakasafiri karibu na Krete, pwani kwa pwani. Baada ya muda mchache, ukavuma upepo wa nguvu wa namna ya tufani uitwao Eurakilo. Merikebu iliposhikwa na kutoweza kushindana na upepo, tukaiacha tukachukuliwa. Tukapita upesi karibu na kisiwa kidogo kiitwacho Kauda. Tukadiriki kuikweza mashua, lakini kwa shida. Walipokwisha kuikweza wakatumia misaada. Wakaikaza merikebu kwa kupitisha kamba chini yake. Nao wakiogopa wasije wakakwama katika fungu liitwalo Sirti, wakatua matanga, wakachukuliwa hivi hivi. Na kwa maana tulikuwa tukipigwa sana na ile tufani, siku ya pili yake wakaanza kuitupa shehena ya bahari. Siku ya tatu wakatupa vyombo vya merikebu kwa mikono yao wenyewe. Jua wala nyota hazikuonekana kwa muda wa siku nyingi, na tufani kuu ikatushika. Basi tukakata tamaa ya kuokoka. Na walipokuwa wamekaa wakati mwingi bila kula chakula, Paulo akasimama katikati yao akasema, wanaume, iliwapasa kunisikiliza mimi na kutong'oa nanga huko Krete na kupata madhara haya na hasara hii. Sasa nawapeni shauri, iweni na moyo mkuu, kwa maana hapana hata nafsi mmoja miongoni mwenu atakayepotea, ila merikebu tu. Kwa maana usiku huu wa leo, malaika wa Mungu yule ambaye mimi ni wake, naye ndiye nimwabuduye, alisimama karibu nami akaniambia, usiogope Paulo, huna budi kusimama mbele ya Kaisari. Tena tazama, Mungu amekupa watu wote wanaosafiri pamoja nawe. Basi wanaume, changamkeni, kwa sababu namwamini Mungu ya kwamba yatakuwa vile vile kama nilivyoambiwa. Lakini hatuna budi kupwelewa katika kisiwa kimoja. Hata usiku wa 14 ulipofika, tulipokuwa tukichukuliwa huko na huko katika bahari ya Adria, kama usiku wa 8, baharia wakadhani ya kuwa wanaikaribia nchi kavu. Wakatupa bildi, wakapata pima 20. Wakaendelea kidogo, wakatupa bildi tena, wakapata pima 15. Wakachelea tusije tukapwelewa mahali penye miamba. Wakatupa nanga 4 za tezi, wakaomba kuche. Na baharia walipotaka kukimbia na kuiacha merikebu, wakiishusha mashua baharini kana kwamba wanataka kutupa nanga za omo, Paulo akawaambia akida na askari, hawa wasipokaa ndani ya merikebu hamtaweza kuokoka. Basi askari wakazikata kamba za mashua, wakaiacha ianguke. Na kulipokuwa kukipambauka, Paulo akawasihi wote wale chakula, akisema, leo ni siku ya 14 kungoja na kufunga. Hamkula kitu chochote, basi nawasihi mle chakula, maana itakuwa kwa wokovu wenu, kwa maana hapana hata unywele wa kichwa cha mmoja wenu utakaopotea. Alipokwisha kusema hayo, akatwaa mkate, akamshukuru Mungu mbele yao wote, akaumega, akaanza kula. Ndipo wakachangamka wote, wakala chakula wenyewe. Na sisi tuliokuwa ndani ya merikebu tulipata watu 276. Walipokwisha kushiba, wakaipunguza shehena ya merikebu, wakiitupa ngano baharini.
Kulipokucha hawakuitambua ile nchi, ila waliona hori yenye ufuo. Wakashauriana kuiegesha merikebu huko kama ikiwezekana. Wakazitupilia mbali zile nanga na kuziacha baharini pamoja na kuzilegeza kamba za sukani. Wakalitweka tanga dogo ili liushike upepo, wakauendea ule ufuo. Lakini wakafika mahali palipokutana na bahari mbili, wakaiegesha merikebu. Omo ikakwama, ikakaa isitikiswe, bali tezi ilikuwa imefumuliwa kwa nguvu za mawimbi. Shauri la askari lilikuwa kuwaua wafungwa, mtu asiogelee na kukimbia. Bali akida akitaka kumponya Paulo, akawazuia wasifane kama walivyokusudia. Akawaamuru wale wawezao kuogelea wajitupe kwanza baharini, wafike nchi kavu. Nao waliosalia, hawa juu ya mbawa na hawa juu ya vitu vingine vya merikebu. Na hivyo watu wote wakapata kuifikiria nchi kavu salama. Kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 28. Neno la Mungu linasema, tulipokwisha kuokoka, ndipo tulipojua ya kuwa kisiwa kile chaitwa Melita. Wenyeji wakatufanyia fadhili zisizokuwa za kawaida, kwa maana waliwasha moto, wakatukaribisha sote kwa sababu ya mvua iliyonyesha na kwa sababu ya baridi. Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuweka motoni, nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto, akamzongazonga mkononi. Wenyeji walipomwona yule nyoka akilewalewa mkononi, wakaambiana, akosi mtu huyu ni muuaji, ambaye japokuwa ameokoka katika bahari, haki haimuachi kuishi. Lakini yeye akamtukusia motoni asipate madhara. Wao wakadhani ya kuwa atavimba au kuanguka chini kwa kufa ghafla. Na wakiisha kumwangalia sana na kuona kwamba halimpati dhara lolote, wakageuka wakasema kwamba yeye ni mungu. Karibu na mahali pale palikuwa na mashamba ya mkuu wa kisiwa, jina lake Publio. Mtu huyu akatukaribisha kwa moyo wa urafiki, akatufanya wageni wake kwa muda wa siku 3. Ikawa baba yake Publio alikuwa hawezi homa na kuhara damu. Paulo akaingia kwake, akaomba aweke mikono juu yake na kumpoza. Yalipokwisha kutendeka hayo, wengine waliokuwa na magonjwa katika kisiwa wakaja wakapozwa, nao wakatuheshimu kwa heshima nyingi. Basi tulipoabiri, wakatupakilia vitu vile tulivyokuwa na haja navyo. Baada ya miezi 3 tukasafiri katika merikebu ya Iskanderia iliyokuwa imekaa pale kisiwani wakati wa baridi, na alama yake ni ndugu pacha. Tukafika Sirakusa, tukakaa siku 3, na kutoka huko tukazunguka tukafika Regio. Baada ya siku 1, upepo wa kusi ukavuma, na siku ya pili tukawasili Puteoli. Huko tukakuta ndugu, wakatusii tukae nao siku 7, na hivi tukafika Rumi. Na kutoka huko ndugu waliposikia habari zetu, wakaja kutulaki mpaka soko la Apio na mikahawa 3. Paulo alipowaona alimshukuru Mungu, akachangamka. Tulipoingia Rumi, Paulo alipewa ruhusa kukaa kwake mwenyewe pamoja na askari aliyemlinda. Ikawa baada ya siku 3, akawaita wakuu wa Wayahudi wakutane. Hata walipokutanika akawaambia, ndugu zangu, ningawa sikufanya neno kinyume cha watu wetu, wala neno lililopingamana na desturi za baba zetu, nalitiwa katika mikono ya Warumi, hali nimefungwa tokea Yerusalemu. Na hao walipokwisha kuniuliza walitaka kunifungua, kwa maana hapakuwa na sababu yoyote kwangu ya kuuawa. Lakini Wayahudi walipotoa hoja juu ya shauri hili, nalishurutishwa kutaka rufani kwa Kaisari. Si kwamba nalikuwa na neno la kuwashitaki watu wa taifa langu. Basi kwa ajili ya hayo nimewaita mje kunitazama na kusema nami, kwa maana nimefungwa kwa mnyororo huu kwa ajili ya tumaini la Israeli. Wale wakamwambia, sisi hatukupata nyaraka zenye habari zako toka Uyahudi, wala hapana ndugu hata mmoja aliyefika hapa na kutupasha habari au kunena neno baya juu yako. Lakini tunataka kusikia kwako uonavyo wewe, kwa maana katika habari za madhehebu hiyo imejulikana kwetu kwamba inanenwa vibaya kila mahali. Wakiisha kuagana naye siku, wakamjia katika nyumba aliyokaa watu wengi sana. Akawaeleza kwa taratibu na kuushuhudia ufalme wa Mungu, akiwaonya mambo yake Yesu kwa maneno ya sheria ya Musa na manabii tangu asubuhi hata jioni. Wengine waliamini yale yaliyonenwa, wengine hawakuyaamini. Na walipokuwa hawapatani wao kwa wao, wakaenda zao. Paulo alipokwisha kusema neno hili moja, ya kwamba Roho Mtakatifu alinena vema na baba zetu kwa kinywa cha nabii Isaya, akisema, enenda kwa watu hawa, ukawaambie, kusikia mtasikia wala hamtafahamu, na kuona mtaona
wala hamtatambua, kwa maana mioyo ya watu hawa imepumbaa, na masikio yao ni mazito ya kusikia, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, na kusikia kwa masikio yao, na kufahamu kwa mioyo yao, na kubadili nia zao nikawaponya. Basi ijulikane kwenu ya kwamba wokovu huu wa Mungu umepelekwa kwa mataifa, nao watasikia. Alipokwisha kusema hayo, Wayahudi wakaenda zao wakiulizana mengi wao kwa wao. Akakaa muda wa miaka 2 mizima katika nyumba yake aliyokuwa ameipanga. Akawakaribisha watu wote waliokuwa wakimwendea, akihubiri habari za ufalme wa Mungu na kuyafundisha mambo ya Bwana Yesu Kristo kwa ujasiri mwingi, asikatazwe na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomaliza kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume, tunaenda kufanya maombi ya kupata msaada wa Mungu. Unaliona jambo hili kwenye ule mstari wa 22 wa kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 26. Neno la Mungu linasema, basi kwa kuwa nimeupata msaada utokao kwa Mungu, nimesimama hata leo hivi nikiwashuhudia wadogo kwa wakubwa, wala sisemi neno ila yale ambayo manabii na Musa waliyasema kwamba yatakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anazungumza namna ambavyo alipewa msaada wa Mungu katika kuifanya kazi ya utumishi aliyopewa. Na kuna mambo katika maisha yako wewe binafsi ambayo hutaweza kuyafanikisha isipokuwa umepokea msaada wa Mungu. Kuna viwango kwenye maisha yako hutaweza kuvifikia isipokuwa umepokea msaada wa Mungu. Kuna matatizo ambayo hutaweza kuyatatua kwenye maisha yako mpaka upokee msaada wa Mungu. Sasa nini maana ya msaada wa Mungu? Unisikiliza, itakusaidia. Msaada wa Mungu ni uweza wa Mungu unaokusaidia kwenye mahitaji yako. Msaada wa Mungu ni uweza wa Mungu unaokusaidia kwenye mahitaji yako. Sasa mimi na wewe tunafahamu ya kwamba Mungu hashindwi na jambo lolote. Kwa hiyo tunapozungumzia msaada wa Mungu, tunazungumzia nguvu isiyoshindwa kukutoa kwenye shida. Tunazungumzia nguvu isiyoshindwa kukutoa kwenye vifungo. Na tunazungumzia nguvu ambayo haina mipaka na shetani hawezi kuizuia. Kuna wakati katika maisha yako unaweza ukaomba Mungu akuinulie mtu wa kukusaidia kwenye jambo lako. Sasa mimi sizungumzii hilo, kwa sababu siku zote msaada wa mwanadamu unakuwa na mipaka. Watu wanaweza kukusaidia kwa sehemu, lakini hawawezi kumaliza tatizo lako. Hiyo nafasi ya kumaliza tatizo na kukutoa kwenye uteka ni Mungu tu ndiye anayeweza. Kwa hiyo tunapozungumzia msaada wa Mungu, tunazungumzia ngazi ya juu sana ya uweza ambayo inaweza kutenda mambo yaliyoshindikana. Na hapa ni pale ambapo unamuomba Mungu aingilie kati ili jambo lako liweze kwenda. Hapa ni pale ambapo unamuomba Mungu aingilie kati maisha yako ili uweze kushinda. Kwa sababu inawezekana kabisa kwamba umejaribu kwa nguvu zako na bado ukashindwa. Inawezekana umejaribu kwa akili na uwezo wako binafsi, lakini bado haikuwezekana. Na wakati mwingine inawezekana umejaribu kutafuta msaada kwa wanadamu, na pamoja na kukushika mkono bado hawajaweza kutatua tatizo lako. Sasa hapa ndio mahali ambapo unahitaji msaada wa Mungu kuvushe. Hapa ndio mahali ambapo unahitaji msaada wa Mungu kuokoe. Kwa maneno mengine, msaada wa Mungu una nguvu ya kukusaidia mahali ambapo hukuweza kupata msaada. Msaada wa Mungu unaweza kukutoa mahali ambapo hakuna mtu angeweza kukutoa. Yaani ni lazima awe ni Mungu. Bila yeye huwezi tena, kwa sababu umejaribu vyote na vimeshindikana. Umejaribu njia zote na zimegoma. Na kila mbinu uliyotumia haijafanikiwa kukupa majibu unayotaka. Ni msaada wa Mungu tu ndio utakaweza kukuvusha katika mazingira namna hiyo. Na katika maombi ya leo, tunapoenda kumaliza kitabu cha Matendo ya Mitume, nataka tuombe Mungu atupe msaada wake kwenye maisha yetu. Nataka tuombe Mungu atupe msaada wake ili tuweze kushinda, tuweze kuvuka mahali popote tulipokwama. Na haya ni maombi binafsi, kwa sababu ninajua hata wewe mahali ulipo, kuna mambo umejaribu kuyapigania kwa akili zako na bado yakagoma. Kuna mambo umejaribu kuyapigania kwa kutafuta msaada kwa watu na bado hayakuwezekana. Hebu twende mbele za Bwana siku ya leo. Tumsihi Mungu atupe msaada wake. Tumwambie Mungu atuhurumie mahali popote ambapo tulimpa nafasi ya mwisho. Kwa sababu inawezekana kabisa
kwamba tulipopatwa na matatizo, badala ya kumfikiria Mungu kwanza, tukawafikiria wanadamu kwanza. Badala ya kuutafuta msaada wa Mungu kwanza, sisi tukaanza kuzitegemea akili zetu na kuwategemea wanadamu. Tuombe Mungu atuhurumie, atusamehe na atusaidie, ili sasa tuweze kushinda katika mambo ambayo yametufunga na kututesa kwa muda mrefu. Mimi sijajua kwa upande wako, lakini katika uhalisia wa maisha, kuna wakati unafika ni Mungu tu ndiye anayeweza kufanya jambo. Kuna wakati unafika ni Mungu tu ndiye anaweza kusema neno. Kuna wakati unafika ni Mungu tu ndiye asimame na kukutetea na kukutoa kwenye kifungo cha aibu. Kuna wakati ni Mungu tu, kama si yeye basi hakuna kitu kitasogea. Na huyu Mungu hajawahi kushindwa na jambo. Kwa hiyo tutakapoingia katika maombi, utamwambia Mungu akuletee msaada wake katika shida inayokusumbua. Utamwambia Mungu akupe msaada wake na akutoe kwenye maangamizi yote yanayokufuatilia. Na Mungu wetu ni mwaminifu na ninajua anaenda kutushindia. Kwa hiyo kama upo tayari, omba na mimi maombi haya. Na unapoomba, omba kwa kumaanisha. Sema: Mungu uliye hai, ninaomba toba na rehema kwa dhambi zangu zote na makosa yangu yote niliyoyatenda katika maisha yangu. Ninatubu kwako, ninaomba unisamehe. Ninatubu kwako, ninaomba unirehemu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa maneno ya kinywa chako, nenda mbele za Mungu kwa toba na rehema. Mwambie Mungu akusamehe kwa yote ambayo umeyatenda kinyume cha utaratibu na maelekezo ya neno lake. Mwambie Mungu akusamehe na kukutakasa kwa damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Endelea kuomba, endelea kuomba. Na usisahau kuwasamehe na watu waliokukosea. Maana Yesu alituagiza akatuambia kwamba wakati wowote tunaposimama na kusali, ni lazima tuwasamehe watu waliotukosea, ili na Mungu aweze kutusamehe na sisi makosa yetu. Kwa hiyo endelea kuomba, endelea kuomba, endelea, endelea, endelea. Unapoendelea kuomba toba na rehema, usisahau kutubu mahali popote ambapo ulizitegemea akili zako na nguvu zako mwenyewe. Maandiko yanatuambia, wala usizitegemee akili zako. Lakini pia inawezekana umekuwa ukiwategemea wanadamu badala ya kumtegemea Mungu. Omba toba kwa ajili ya hilo pia. Maana maandiko yanatuambia kwamba amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake, huku moyoni mwake amemwacha Bwana. Kwa hiyo endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea, endelea, endelea. Mungu uliye hai, tunaomba utusamehe kwa kushindwa kuishi sawasawa na maelekezo ya neno lako.
tunaomba utusamehe kwa makosa tuliyofanya yaliyotumika kututenganisha na uso wako. Tunaomba utusamehe kwa dhambi na maovu tuliyotenda yaliyotumika kututenganisha na Roho wako Mtakatifu. Tunaomba utusamehe kwa kushindwa kuishi maisha matakatifu jinsi itupasavyo. Tunaomba utusamehe kwa kushindwa kuliishi neno lako kikamilifu katika maisha yetu. Tunaomba utusamehe na kutuondolea hatia za kiroho. Tunaomba utusamehe na kutuondolea ugumu na uchafu wa mioyo. Tunatamani kukupendeza wewe, lakini zipo dhambi zituzingazo. Tunajikabidhi kwenye kiti chako cha neema. Tunaomba uturehemu na utuondolee uharibifu wa kiroho unaotutenganisha na upendo wako Bwana Yesu. Kuna wakati tuliishi kwa kuzitegemea akili zetu wenyewe. Kuna wakati tuliishi kwa kuzitegemea nguvu zetu wenyewe. Na mara nyingine tuliacha kukutegemea wewe na tukawategemea wanadamu na kuwafanya kuwa kinga yetu. Tunatubu kwa yote na tunaomba utusamehe. Tunatubu kwa yote na tunaomba utuhurumie na kutupa nafasi nyingine. Tunaomba damu ya Yesu itutakase na kutuondolea uchafu wa kiroho ulioingia ndani ya nafsi zetu. Tunaomba damu ya Yesu itutakase na kutuondolea giza la kiroho lililoingia ndani ya nafsi zetu. Tunaomba damu ya Yesu itutakase na kutuondolea hila zilizojificha ndani ya mioyo yetu. Mungu uliye hai, na sisi tunawasamehe na kuachilia watu wote waliotukosea. Tunawasamehe kwa maovu yao waliotutendea. Tunawasamehe kwa mabaya yao waliotutendea. Tunawaachilia ndani ya mioyo yetu kwa damu ya Yesu. Tunawaachilia ndani ya nafsi zetu kwa damu ya Yesu. Mungu Baba wa rehema, nasi tunaupokea msamaha wako na rehema zako. Asante kwa kutusikia na asante kwa kutusamehe. Tunaomba utupe amani yako ndani ya mioyo yetu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama umeshafanya toba na unasikia umepata amani, anza sasa kumwambia Mungu akupe msaada wake kwenye maisha yako. Anza kumwambia Mungu akupe msaada wake kwenye shida inayokusumbua. Mwambie: Baba, naomba unipe msaada wako kwenye afya yangu na ukaniondolee magonjwa yanayonisumbua. Naomba unipe msaada wako kwenye afya yangu, ukaniondolee pressure inayonitesa. Naomba unipe msaada wako kwenye afya yangu na ukaniondolee ugonjwa wa kisukari unaonitesa. Naomba unipe msaada wako Bwana, maana nimetumia njia zote bila mafanikio. Kama ni dawa nimekunywa lakini sijapona. Kama ni ushauri nimefuata lakini bado sijapona. Ninaomba unipe msaada wako uniponye. Ninaomba unipe msaada wako unifungue. Nisaidie Bwana na kutegemea wewe. Nisaidie Bwana na kutazamia wewe. Nisaidie Bwana na kutumainia wewe. Endelea kuomba namna hiyo. Endelea kuomba namna hiyo. Na kama unasumbuliwa na shida ya kiuchumi, mwambie Mungu, ninaomba unipe msaada wako kwenye hali yangu ya kiuchumi. Ninaomba unipe msaada wako, unitoe kwenye umaskini. Maana kama ni kazi nimejitahidi bila mafanikio. Kama ni kuweka malengo nimeweka lakini bado sijafanikiwa. Kama ni kuhangaika nimehangaika lakini bado sijafanikiwa. Nisaidie Yesu, unitoe hapa. Nisaidie Bwana, unitoe kwenye bonde la ufukara. Nisaidie Yesu, unitoe na kuniokoa na roho ya kudharauliwa. Ninaomba unipe msaada wako Bwana. Ninaomba unipe msaada wako Bwana. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Taja yale maeneo ambayo unajua kwamba unateseka na kwamba njia zako zote ulizozifanya zimeshindikana. Mpazie Bwana sauti ya moyo wako na umwambie akusaidie. Siri ya maombi haya ya leo ipo kwenye haja ya moyo wako. Siri ya maombi ya leo ipo kwenye kiu ya moyo wako. Mwambie Yesu kwamba, Bwana Yesu, mimi sina njia nyingine tena. Hata akili yangu imeshafika mwisho kwa sababu nimetumia njia zote ninazozifahamu na hakuna iliyonisaidia. Nimetafuta msaada kwa wanadamu lakini hakuna aliyenitosheleza. Hata nikiitazama milima sioni msaada mwingine isipokuwa ni wewe Bwana. Naomba unipe msaada wako kwenye jambo hili. Naomba usimame na mimi kama Bwana ukanisaidie katika hili. Naomba usimame kama Mwokozi ukanisaidie katika hili. Nafsi yangu
inasikia kuchoka kwa mateso ya muda mrefu. Kuna wakati nilifikiri dawa zitanisaidia, lakini bado hazijanisaidia. Kuna wakati nilifikiri nguvu zangu na akili zangu zitanivusha, lakini hazijanifanikisha popote. Nimeishiwa nguvu na sina tumaini jingine isipokuwa ni kwako tu Bwana Yesu. Ninaomba unipe msaada wako univushe Bwana. Ninaomba unipe msaada wako uniokoe Yesu. Ninaomba unipe msaada wako unifungue. Shetani amenifanya mtumwa kwa muda mrefu. Hakuna wa kunifungua isipokuwa ni wewe Bwana. Hakuna wa kuniweka huru isipokuwa ni wewe Bwana. Ninaomba unipe msaada wako Bwana. Ninaomba unipe msaada wako Bwana. Ninaomba unipe msaada wako Bwana. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Fungua moyo wako kwa Bwana. Fungua moyo wako kwa Bwana. Maandiko yanatuambia haja zenu na zijulikane mbele za Bwana. Fungua moyo wako na umwambie Bwana haja ya moyo wako ni nini, na umsihi akupe msaada wake. Wewe omba tu, omba tu. Mwambie Mungu, usiponisaidia mimi sina tumaini jingine tena. Mwambie Mungu, wewe ndiye tumaini langu la mwisho. Sina msaada mahali pengine na sina Mungu mwingine wa kumkimbilia. Ni wewe tu Bwana. Ni wewe tu Bwana. Nafsi yangu inakuonea kiu na shauku. Ni lini utakuja kunisaidia na mimi? Ni lini Bwana utakuja kuniokoa na mimi? Ni lini Bwana utakuja kunikumbuka na mimi? Sina tumaini jingine na kutazama wewe pekee Bwana. Ninaomba unipe msaada wako ukaniokoe. Ninaomba unipe msaada wako ukaniponye. Maana magonjwa na dhiki yamekuwa ni kama chakula katika maisha yangu. Lakini ndani ya moyo wangu ninajua hakika ya kwamba haya maisha ninayoishi ukunipangia wewe. Maana neno lako linasema unaniwazia mawazo yaliyo mema tu siku zote. Ninaomba ulithibitishe neno lako ukanisaidie Bwana. Ninaomba ulithibitishe neno lako ukanitoe kwenye dhiki hii inayotafuna maisha yangu. Katika hili siwezi kutoka bila msaada wako Bwana. Katika hili siwezi kushinda bila msaada wako Mungu usiyeshindwa. Bila msaada wako nitaaibika Bwana na shetani atajivuna. Na neno lako linasema nimekukimbilia wewe Bwana ili nisiaibike milele. Bwana nisaidie, ninakuomba. Unitoe matopeni nilipokwama. Nisaidie na kuomba, unifute machozi yangu na kunirudishia furaha ya wokovu. Nisaidie na kuomba, unitengenezee ushuhuda ili na mimi niwe na jambo la kusimulia kwa mataifa juu ya ukuu na uweza ulio nao. Kama si wewe, mimi sitaweza kwenda popote, kwa sababu adui amenizingira pande zote. Lakini wewe Bwana ndiye tegemeo langu na nguvu zangu, na uliahidi katika neno lako ya kwamba msaada utaonekana wakati wa mateso. Hata sasa maisha yangu yanapita kwenye moto mkali wa mateso. Hata sasa maisha yangu yanapita kwenye maji mengi, na shetani ananiwinda ili apate kuniangamiza. Lakini nalitumaini neno lako Bwana Yesu, kwa sababu uliahidi ya kwamba hata nikipita katika moto hautaniunguza, na ulisema hata nikipita katika maji mengi hayatanigarikisha. Ninaomba unipe rehema zako. Ninaomba ulithibitishe neno lako katika maisha yangu. Ninaomba unipe msaada wako na ukaniokoe nisiangamie. Ninaomba unipe msaada wako na ukanitetee shetani asijivune. Baba, ninakuhitaji wewe katika maisha yangu. Baba, ninakutegemea wewe peke yako. Ninaomba usiniache. Nisaidie nitoke hapa nikiwa salama. Nisaidie nitoke hapa nikiwa na ushuhuda. Nivushe, unitoe mahali hapa na uniumbie wimbo mpya katika maisha yangu. Nipe msaada wako Bwana, ninakutegemea. Nipe msaada wako Bwana, ninakutumainia. Nipe msaada wako Bwana. Sina pa kukimbilia na sina pa kwenda, na kutegemea wewe peke yako, na kutazamia wewe peke yako. Ninaomba unisaidie ukaniponye. Ninaomba unisaidie ukanivushe. Ninaomba unisaidie ukaniokoe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kumsihi Mungu. Endelea kuomba, endelea kumsihi Mungu akusaidie. Endelea, endelea, endelea. Katika jina la Yesu.
katika jina la Yesu. Bwana asikie kuomba kwako. Bwana akujibu sawa sawa na mapenzi yake. Bwana akutendee makuu kwa utukufu wa jina lake. Pokea msaada wa Roho Mtakatifu. Pokea msaada wa Roho Mtakatifu. Pokea msaada wa Roho Mtakatifu. Pokea kwa jina la Yesu. 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 Ukamwone Bwana akikusaidia kwa mkono wake. Ukamwone Bwana akikuvusha kwa neema yake. Ukamwone Bwana akikupa msaada wa kimungu katika kila eneo linalogusa maisha yako. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Pokea, 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 pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Bwana akukumbuke katika maisha haya. Bwana aukumbuke na uzao wako, na Bwana akikumbuke na kizazi chako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama umefanya maombi haya, napenda kukupa hongera kwa ushindi. Mungu akubariki sana, na hongera kwa kumaliza kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume. Baada ya hapa, tutaanza kusoma kitabu cha Warumi. Kipekee napenda kumshukuru Mungu sana kwa ajili yako, na kuombea Mungu akukumbuke katika ufalme wake, na Mungu akukumbuke katika kila jambo linalogusa maisha yako. Lakini kabla sijamaliza kipindi cha leo, nataka nikupe nafasi ya kuokoka. Yani kumpa Yesu nafasi aingie ndani yako na afanike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapookoka, unapata uhakika wa kuishi maisha ya ushindi ukiwa hapa duniani. Lakini pia unapompa Yesu maisha yako, hata ukifa leo, unakwenda mbinguni. Hii ni habari njema sana ya ufalme wa Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo kama upo tayari na unataka Bwana Yesu akuokoe na aliandike jina lako katika kitabu cha uzima wa milele, fuatisha maombi haya. Sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kuniwezesha kusoma neno lako siku ya leo. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda katika maisha yangu. Ninatubu kwako. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unirehemu. Ninaomba damu ya Yesu initakase sasa, katika nafsi yangu, katika roho yangu, na katika mwili wangu. Bwana Yesu, ninakuhitaji katika maisha yangu. Karibu ndani yangu Bwana Yesu. Ninafungua moyo wangu na kukaribisha uingie ndani yangu kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kuanzia sasa na siku zote. Ninaomba uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Ninaomba unitie nguvu, shetani asinishinde. Ninaomba unitie nguvu, majaribu yasinishinde, katika jina la Yesu. Amen. Kama umefanya sala hii, napenda kukupa hongera kwa kuokoka. Mungu akubariki sana. Tuonane tena wakati mwingine tutakapoanza kusoma kitabu cha Warumi. Usisahau kuwashirikisha na watu unaowapenda ili waweze kuungana nasi katika vipindi hivi vya kusoma Biblia pamoja na maombi. Mungu akubariki na kukutunza, na damu ya Yesu inene mema kwa ajili yako. Amen.